Msikilizaji na mtazamaji mpendwa, popote ulipo na kusalimu hujambo. Anayezungumza nawe ni Senior Pastor Mutuma. Wakati huu mpendwa, ningependa kukusihi mahali ulipo uweze kutulia tuombe ili tuweze kujifunza neno la Mungu. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu sema nami, nipe neno la kumwambia msikilizaji na mtazamaji mpendwa. Kupitia kwa neno hilo Baba, utuumbe upya ndani yetu na utusaidie kuishi maisha ya utakatifu. Naomba hayo nikiamini umesikia, kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Msikilizaji na mtazamaji, nimekwisha kukukaribisha katika fundisho ambalo kwa neema ya Mungu ninaenda kulileta kwako. Fundisho lenyewe linahusu maneno ambayo Yesu aliongea na wanafunzi wake katika Yohana 16 fungu 33. Akasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Aliyasema maneno hayo baada ya kukaa duniani miaka 33, na akaona ya kwamba dunia ina matatizo, ina magonjwa na ina vifo na mambo ya hatari ambayo humpata mwanadamu. Na ndiposa akawaambia ya kwamba mimi nimeushinda ulimwengu, ingawa mtapata dhiki, jipeni moyo, kwa sababu hata mimi nilipata dhiki, lakini nimeishinda. Sasa mpendwa, ninapoangalia katika Biblia inanionyesha kwamba kweli duniani kuna hatari nyingi ambazo zilitokea baada wazazi wetu wa kwanza kuanguka dhambini. Maana wazazi wetu walipoanguka dhambini ni kana kwamba walikaribisha magonjwa, walikaribisha vifo, wakakaribisha njaa. Sasa mpendwa, nataka jioni ya leo tuweze kuangalia, tuone ni jambo gani Bwana anatutaka tulielewe kutokana na neno hili ambalo Yesu anasema, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Nilitaka kuangalia neno hili dhiki, tafsiri ya neno hili dhiki au dhiki ina maana gani. Nikapata ya kwamba neno hili dhiki ni shinda ambayo inampata mwanadamu, lakini ikimpata inatokeaje kwa mwanadamu baada ya kupatwa na shinda, au baada ya kufiliwa, au baada ya kuwa mgonjwa muda mrefu? Ni nini kinampata mwanadamu? Nikaja kugundua kwamba kuna kitu kinampata mwanadamu. Anapougua, anapofiliwa, anakuwa kitu kinaitwa stress, ama kwa Kiswahili msongo. Sasa neno hili stress nikataka kuliangalia ili nione kama neno hili linaweza kuambatana na neno lile Yesu alisema ya kwamba ulimwenguni mnayo dhiki. Nikaya kuangalia neno stress. Tafsiri ya neno hili stress katika kamusi maana yake ni shinda, taabu, dhiki na msongo. Neno stress katika tafsiri yake ya neno stress, ukienda kwa kamusi utapata ya kwamba neno stress maana yake ni kuwa na shinda, maana yake ni kuwa na taabu, maana yake ni kuwa na dhiki, maana yake ni kuwa na msongo. Msongo ndio stress. Kwa hivyo nikana kwamba Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake ya kwamba duniani mtakuwa na stress, duniani mtakuwa na msongo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mambo ambayo yatawapata, yatasababisha ninyi kuwa na stress, yatasababisha ninyi kuwa na msongo. Sasa bila kuongea mambo mengi, ningependa tuangalie ishara ya kuonyesha kwamba mtu ana stress ni nini. Unawezaje kutambua mtu ambaye ana stress? Jambo la kwanza, mtu mwenye stress, dalili ya kuonyesha kwamba mtu ana stress ama msongo ni kuumwa na kichwa. La pili, kukosa hamu ya kula. La tatu, kukosa usingizi. La nne, kukosa uangalifu. La tano, kuchanganyikiwa.
La sita, kuhisi kujiua ama kumuua mtu. Ukiona wewe wakati mwingi una hasira, unakuwa mwenye hasira, hutaki kuona watu, unajisikia kujiua, unasikia kuua mtu, hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba una stress ama msongo. Na kwa kweli watu wengi wanapopatwa na stress wanasikia kujiua, hata wengine wanajiua ama wanaua mtu. Kwa mfano, mume na mke wanaweza kukosana muda mrefu. Wakikoseana, mmoja wapo anakuwa na stress, mmoja wao anakuwa na stress, msongo. Na msongo ule usipodhibitiwa unaweza kusababisha huyu aliyepatwa na stress au msongo kuua mwenzake ama kujiua. Tumesikia wanafunzi wa shule, hata wa vyuo vikuu, wa secondary, wa primary, wakijiua baada ya kuwa wamekabiliwa ama wamekutana na changamoto katika masomo, aidha ni katika karo au masomo hayamuingii mawazoni. Anapatwa na msongo, na msongo ule usipodhibitiwa, usipojulikana mapema, asipojua kwamba anao msongo, atajikuta ya kwamba baada ya msongo ule kuwa umezidi mno, anajikuta anajiua ama anaua mtu. Sasa swali lingine, msongo huu ama stress ikisa kuwa nyingi, ikikomaa, inaleta nini? Wataalamu wa afya wanasema ya kwamba mtu akiwa na msongo ambao haujaweza kudhibitiwa na ambao umekuwa kwa siku nyingi, unaweza kusababisha shinikizo la damu, high blood pressure. Unaweza ukasababisha ugonjwa wa moyo. Unaweza ukasababisha vidonda vya tumbo. Unaweza kufanya tumbo lake lisiwe na uwezo wa kusaga vyakula. Hayo si maneno yangu, ni maneno ambayo nimesoma kwa watafiti wa mambo ya afya wakielezea hayo. Pia nikaona sehemu nyingine ikisema ya kwamba stress ni kama silent killer. Ni muuaji asiyejulikana ama ambaye anasongea mtu pole pole hadi kumweka chini au hadi kumuua. Ni sawasawa na vitu vingine ambavyo wanatumia ambavyo pia ni kama silent killer, kama sigareti, kama vangi, kama madawa ya kulevya. Pole pole yanaendelea kuangamiza uwezo wa mtu wa kuishi, ama yanasababisha mtu kufa mapema kabla ya miaka yake kufikia. Sasa hebu niseme hivi, yes, sasa umepatwa na msongo. Jambo la kwanza, kabla sijaendelea sana, hebu niseme ya kwamba ukiona dalili hizi ambazo nimetaja, dalili kama 6, unaona kichwa kinakuuma pasipo sababu, ama kichwa kinakuuma hujui ni nini, ndio unaweza kuwa una high blood pressure, unapima iko sawa, unapima sukari iko sawa. Sasa ikifikia hapo kichwa kinakuuma, si blood pressure imeenda juu, sio sukari imeenda juu. Kama kichwa kinakuuma kila wakati, unajisikia mwenye hasira kila wakati, unajisikia kujiua, unajisikia kuua mtu, unahisi kuua mtu, hali kama hiyo ikija, tafuta msaada mapema. Tafuta msaada mapema. Ndiyo, sasa utafanyaje? Shinda kama hiyo ikitokea, hebu nikupe mambo 7 ya wewe kufanya kama unahisi mambo hayo 6 nimekutajia. Ya kwamba tafuta namna ya kupata usingizi. Tafuta namna ya kulala kungali mapema. Tafuta kulala mapema. Hata kama unjisikii kulala, wewe jilaze kitandani. Hilo ni moja. Jilaze kitandani mapema, utafute usingizi. Maana ukilala kitandani, hautakaa masaa mengi ukiwa kitandani bila kupata usingizi. Usikae mahali penye runinga kuitazama, utalala mapema. Tafuta kuingia kitandani, zima taa yako ili uone kama usingizi utakupata. Ni kujaribu tu. La pili,
Jaribu kufanya exercise. Hayo ninayowaambia ni yale wataalamu wa afya wanasema, ambao wamesomea mambo ya mwili wa mwanadamu katika hali ya kuwa na msongo ama depression. Wanasema ya kwamba fanya mazoezi ama michezo. Tafuta jambo la kukuletea furaha, kwa sababu mwenye msongo hana furaha kamwe. Tafuta jambo la kukufurahisha. Tafuta hata kuweka vipindi vya watu ambao wanachekeza, kama vile vitimbi na vingine vioja mahakamani na vipindi vingine ambavyo vina mambo ya kuchekeza. Jaribu kuweka vitu, jaribu kutafuta jambo ambalo linaweza kukufanya kuwa na furaha ya kucheka. La tatu, kula chakula bora ambacho tunasema ni balanced diet. Pia la nne, tafuta ushauri kwa wale ambao washauri, professional counselors, wale ambao wanapeana ushauri, ambao wamesomea mambo ya shida za wanadamu, ambao wamesomea mambo ya misongo, mambo ya depression, mambo ya jinsi hiyo. Kuna washauri ambao wanaweza kukushauri ukiwa na shida ya jinsi hiyo, wakakuelekeza ni namna gani ya kufanya ili utoke katika hali hiyo ya kuwa na depression. La tano, fanya maombi kwa Mungu kwa bidii, kwa sababu Mungu hujibu maombi ya watu wake wanapomuomba kwa imani. Jaribu kuimba nyimbo za sifa, nyimbo za kiroho, nyimbo ambazo zitatuliza moyo wako. La mwisho, tafuta ushauri kwa mchungaji wako. Ikiwa una rafiki ambao unaamini, mueleze mambo ambayo unasikia, kwa sababu inasemekana kwamba jambo ambalo umelitoa ndani yako linaweza kuleta utatuzi, ama linaweza kutatua shida iliyo ndani yako, iliyomo ndani yako. Usikae na shida bila kuitoa kwa rafiki yako unayemwamini. Mueleze yale unayosikia, huenda akawa na jibu la kukusaidia. Ndio mpendwa, hebu niseme ya kwamba katika Biblia pia inatupa ushauri. Hebu nikupe mafungu kadhaa, mafungu karibu mangapi? Mafungu kama karibu 8 ama 8 hivi ama 10. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, utaniruhusu ni nukuu kwa sababu mafungu ni mengi ili niendeshane na wakati, maana sitaki kuongea dakika nyingi. Ni ya kwamba Kumbukumbu la Torati sura 31 fungu la 8 inasema, naye Bwana yeye ndiye atakayekutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha, usiogope wala usifadhaike. Jambo ambalo linampata mtu mwenye msongo ni woga na kufadhaika. Woga na kufadhaika. Hata kama umekuwa mgonjwa, usifadhaike, usiogope. Kwa nini? Kwa sababu hakuna ugonjwa ambao utanipata ambao haujawahi kuwapata watu. Kama ni sukari, imepata watu. Kama ni blood pressure, imewapata watu. Kama ni ukimwi, watu wamekuwa nao. Kama ni corona, imewapata watu. Magonjwa, hakuna magonjwa mageni sasa tulio nayo. Magonjwa yapo. Hata kama wewe ni mgonjwa, si wewe wa kwanza kuwa mgonjwa. Hata kama ni kufiliwa, si wewe wa kwanza kufiliwa. Usifadhaike. Usijisumbue sana moyoni mwako, kwa sababu haujapata jambo ambalo halijawahi kuwapata wanadamu. Hata kama mke wako ni msumbufu, mume wako ni msumbufu, si wewe wa kwanza kukutana na hilo. Lisikutatise mno. Usikose usingizi kwa sababu ya jambo hilo. Omba Mungu akuondolee hilo. Lakini Mungu anakuambia kwamba hata kuacha, atakutangulia, atakuwa mbele yako, atakushindia. Joshua sura ya 1 fungu la 9 ni kinukuu kwa kifupi, nasema, uwe hodari na moyo usunja, usiogope wala usifadhaike, Mungu yu pamoja nawe. Unamuona Musa anasema, ametaja neno hilo, usiogope wala usifadhaike. Tena Yoshua naye amesema, usiogope wala usifadhaike. Ni Mungu anamwambia Yoshua, usiogope wala usifadhaike. Hata kama wewe ni mgonjwa, usiogope, Mungu yupo. Hata kama wewe ni mgonjwa, usifadhaike, Mungu yuko. Muangalie Mungu.
Eleza Mungu shida zako. Usiogope, kwa sababu Mungu wako ni Mungu aliye karibu. Haendi safari, hutamtafuta kwa mbali. Lingine, Kutoka 33 fungu la 14 inasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Uso wa Mungu utakwenda pamoja nawe, atakupa raha. Isaya 41 fungu la 10 nasema, usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike, mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Mungu anasema ya kwamba usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike, mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Mungu anakuahidi ya kwamba atakusaidia, atakushika. Kama wewe ni mgonjwa, usifadhaike. Mungu ameahidi ya kwamba atakushika na atakusaidia. Atakushika kwa mkono wake wa kuume wa haki na atakusaidia. Usijiue kwa sababu ya shinda ambayo imekupata. Maana si wewe wa kwanza kupatwa na shinda. Mwambie Mungu na hakika Mungu wako atakuondolea hilo. Wafilipi 4 mstari wa 6 inasema, msijisumbue. Hebu nisome fungu hili lote, sitalinukuu. Hebu nisome fungu hili lote wala sitalinukuu. Ndio mpendwa, sikiza. Ni Wafilipi 4 mstari wa 6 inasema, Wafilipi 4:6 inasema, Wafilipi 4:6 inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na sijulikane na Mungu. Yes. Inasema msijisumbue kwa neno lolote. Kwa nini? Nitasoma neno lingine hapo utaona. Kwa nini usijisumbue? Inasema mwambie Mungu shida zako na haja zako katika maombi. Kwa nini tusijisumbue? Luka 12 mstari wa 25 hadi 26 inasema, tusijisumbue, maana hatuwezi kujiongeza neno lolote. Usijisumbue, wewe huwezi kujiondolea magonjwa. Mungu peke yake ndiye anaweza kukuondolea magonjwa. Anaposema usijisumbue, Yesu alisema ya kwamba hata ukijisumbua huwezi kujiongeza neno lolote. Ni nani anaweza kukuondolea shinda? Ni nani anaweza kukuponya? Ni nani anaweza kukufariji? Ni nani anaweza kuleta amani nyumbani mwako? Ni Mungu, maana yeye ndiye muumbaji wako. Anasema ya kwamba sitakuacha. Ndio. Mathayo 7:7 anasema, ombeni nanyi mtapewa. Omba. Umeingia kwenye shinda, omba. Kuna vurugu nyumbani, omba. Mume amekusumbua, omba. Mke amekusumbua, omba. Watoto wamekusumbua, omba. Yes. Zaburi 37 inasema, umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini naye atafanya. Umkabidhi Bwana njia zako na umtumaini naye atafanya. Mkabidhi matatizo yako, mtwike matatizo yako. Yeye ndiye ana uwezo wa kukubebea. Wewe kama huna uwezo wa kubeba matatizo, mkabidhi Mungu na hakika yeye atakubebea. Mtwike mizigo yako, mkabidhi shinda zako na hakika Bwana atakubebea. Lipi lingine? Zaburi 55 na fungu lile la 2 inasemaje? Hebu nisome hili nalo. Samani. Zaburi 55 fungu la 22 nitalisoma lote. Inasema, umtwike Bwana mzigo wako, naye atakutegemeza. Hata muacha mwenye haki aondoshwe. Hata kuacha uondoshwe. Mtwike matatizo yako. Una ugonjwa, mweleze. Kuna vurugu nyumbani, mweleze. Usijiue kana kwamba hakuna Mungu wa kukusaidia. Ndio. Wewe mwanaume nikwambie, kama mke wako hakupendi, amekutoroka ameenda kwao, usijiue kwa sababu ameenda. Si yeye mwanamke tu duniani. Mungu aliyekupa ana uwezo wa kukupa mwingine. Ama kama kijana mwingine alijiua kwa sababu mkewe alikataa kwenda kwao, hiyo ni ishara ya kukuonyesha ya kwamba hakupendi. Kama hataki kwenda kwenu, ni ishara ya kuonyesha ya kwamba hakupendi. Usijue kwa sababu ya mke wako kutotaka kwenda kwenu. Usijue kwa sababu mkeo amekataa kwenda kwenu.
utajiua na atabaki kuolewa na mwingine. Sasa ni faida gani umepata? Hamna faida umepata. Kama hataki kwenda kwenu, ongea na wasasi wako, wasungumze naye, ongea na wasasi wake, wasungumze naye. Akikataa, basi wewe enda kwa amani. Nenda, Mungu atakupa mwingine. Wewe mama, mumeo amekufukuza, umeenda kwenu, amekukataa, usife moyo. Mungu aliyekupatia huyo ana uwezo wa kukupa mwingine. Huenda ikawa Mungu ameruhusu akufukuze kwa sababu Mungu anajua ya kesho, anajua ya kwamba huenda huyu mwanamume atakuja kukuua. Kwa hivyo kabla huyu mwanamume kuja kukuua, Mungu anakuondoa mapema ili uepuke kifo. Acha tumwangalie Mungu. Acha tumtegemee Mungu. Lakini la mwisho niseme, katika Luka sura ya 17, Yesu akasema ya kwamba makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake atakayesababisha. Ndio. Hebu niende fungu hilo nisome, maana ndilo nataka kumalizia nalo. Yesu anasema vikwazo havina budi kuja, lakini ole wake atakayeleta. Nataka niseme ya kwamba wewe usiletee mwenzako shinda ambayo itasababisha yeye kupatwa na msongo wa mawazo. Nasema Luka 17 fungu la kwanza, akawaambia wanafunzi wake makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yanja kwa sababu yake. Yule anayeleta matatizo kwa mwenzake itamfaa nini? Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake, akatupwe baharini, kuliko kumkosesa mmoja wapo wa hawa wandogo. Ndio. Akatupwe baharini kuliko kumkosesa mmoja wapo wa wandogo hawa. Mtu aletaye vikwazo afadhali atupwe, awekewe jiwe la kusagia shingoni, atupwe kwenye bahari. Kwa njia nyingine ni kuangamizwa. Usisababishe mwenzako kuingia kwenye msongo au stress. Hebu nimalizie hapo nikisema ya kwamba Mungu ana uwezo wa kutatua yote yanayokupata. Tumwambie Mungu. Amesema ya kwamba tumwambie, na tukimwambia atatushika kwa mkono wake na atatuondolea shinda yote ambayo tumekabiliwa nayo. Hebu niombe. Baba, kwa jina la Yesu, bariki msikilizaji na mtazamaji mpendwa. Bariki kituo cha redio Tuliza ambazo kinarusha matangazo haya. Na inaomba Baba uweze kuongoza yule mwenye kukianzisha, manager, wafanyikazi wote walinde, waepuse na matatizo. Na wote waliosikia sauti hii, kama kuna watu wana msongo wa mawazo, waondolee. Tulinde na mambo ambayo angetuletea msongo wa mawazo. Maana msongo wa mawazo tumeona unaleta shinda nyingi. Bariki nchi yetu ya Kenya, bariki bara la Afrika, duniani kote Baba, neno lako liweze kumfikia kila mtu, wengi wajiandae kwa ajili ya ufalme wako. Ondoa vita, ondoa matatizo ya kila namna, ili watu wako waweze kuwa na amani. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, endapo ungependa kujua mengi ambayo nimefundisha, ninaomba uweze kwenda kwa channel ya YouTube yangu, tafuta jina Pastor Mutuma Senior, utapata mengi ambayo nimefundisha, na kisha uweze kujuliza wenzako waingie kwenye channel ya YouTube yangu kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Channel nimekwisha kuambia ni Pastor Mutuma Senior. Na endapo pia ungependa nikifunza mafundisho yaingie kwenye simu yako mara moja, ninaomba usubscribe. Asante kwa kunisikiliza. Amani ya Mungu iwe nawe milele. Amina.